Asante. Kwa majina yangu naitwa Maumba Ramadhan Maumba Rashidi Kingazi Mabutu Siseko. Wananiita Maumba Junior au MC bwana mdogo. Leo nimeambatana na MC wangu mwenza kabisa, nadhani mnamfahamu. Wanamuita Mwalimu Mkuu au Chili, mtoto wa Milito. Chili, kuna watu wanakufahamu toka kwa ujue. Huyu ndio Mwalimu Mkuu. Asante Chili, asante. Kabla tujaendelea, naomba Mwalimu Mkuu aongee kauli yake ili watu wajue kama ni wewe. Wacha wala kutata soma wapaka kusini, lakini kama alivyosema ndugu yangu hapa, mimi naitwa Chili mwana wa Sosi, lakini katika mitandao yangu ya kijamii naitwa Chili Majuto, Facebook, Instagram najulikana kama Mwalimu Mkuu TZ. Huyu ni ndugu yangu, nadhani mnafahamu shughuli zake nyingi, huwa ananitanga mimi nakuja na mtoka Pwani. Sio kwamba napewa chochote, rahasha. Ananiambia tukaka na kutumia nauli, njoo unarudi utalala na kulala mimi ibadi maisha yetu. Kwa hiyo nampata Pwani, ni ndugu yangu, mdogo wangu, toka tuko Tegeta huko. Asante sana. Naomba tuendelee. Mambo poa? Mambo safi kabisa. Basi naomba tuendelee. Ndugu mgeni rasmi, viongozi mbalimbali mliohudhuria, ndugu zangu, marafiki, wanachama, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Na habari za jioni. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia uhai, afya, neema na kufikisha siku hii ya kipekee kabisa maisha yangu. Leo ni siku ambayo nitakumbuka safari yangu na maisha ya kutafakari mengi ambayo Mungu amenitendea. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa mgeni rasmi pamoja na viongozi kwa mlioacha shughuli zenu na kuja kusherehekea nami. Uwepo wenu unaonyesha upendo, mshikamano na thamani na urafiki wetu. Asanteni sana. Na washukuru pia familia yangu, ndugu, marafiki, kila mmoja aliyenitumia salamu za pongezi, zawadi au maombi mema katika siku yangu ya kuzaliwa. Kila mmoja wenu amefanya siku yangu kuwa ya kipekee kabisa. Nikiwa mwenyekiti wa BAVICHA cha mkoa wa Tanga, ninaamini kuwa vijana ndio nguvu ya taifa letu. Tuendelee kushikamana, tujenge pamoja, tunapendana na tunashiriki katika shughuli za maendeleo ya jamii yetu. Tofauti zetu zisiwe kuvunja umoja wetu, bali ziwe chanzo cha kujifunza na kujenga Tanzania iliyo bora zaidi. Leo ni siku ya kusherehekea siku yangu ya kipekee kabisa, bali ni siku ya kumshukuru Mungu pamoja nanyi mlionizunguka kwa upendo. Naomba tuelekeze maombi yetu kwa Mwenyezi Mungu ili siku hii ibariki, iwe njema mwanzo na mwisho, uwezo wa kuendelea kulitumikia taifa na jamii na kuaminika kabisa. Mungu awabariki wote mlioshiriki katika siku hii ya leo. Asante. Mwisho nawatakia wote burudani njema, tule, tufurahi, tuimarishe urafiki wetu na tuondoke hapa tukiwa na kumbukumbu nzuri. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Naomba alike kabisa azungumze kidogo mwenyekiti wangu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, Mheshimiwa Jonathan Mbaweje. Karibu sana mheshimiwa. Nakushukuru sana. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa sana Maumba Junior
leo amenisurprise sana. Kwa umri wangu sijawahi hata siku moja kuhudhuria hafla ya mtu anayesherehekea siku yake ya kuzaliwa. Kwa hiyo leo nitangaze rasmi, Maumba ni kijana wangu wa pekee sana, na wakati nakuja jiani baada ya kutoka kwenye vikao mbalimbali, nilikuwa naongea na katibu wangu wa mkoa na viongozi wenzangu hapa wa wilaya, nikawaambia kwa kuwa leo ni siku ya kwanza, sasa naomba nitangaze rasmi Maumba atakuwa miongoni mwa watu ambao ni wapekee ndani ya familia yangu. Ninaomba nimpongeze sana mama yake na Maumba. Maumba ni kijana wa maana sana. Maumba ni kiongozi wetu. Maumba na nidhamu nzuri, na ndio maana mimi mwenyekiti wa mkoa, pamoja na kutoka kwenye shughuli zangu za chama, nikasema lazima nije kutoa sapoti kwa kijana wetu. Mama mzazi wa Maumba, hongera sana. Lakini pia pongezi zaidi kwa baba yake Maumba, Mheshimiwa Mzee Ramadhani, ametuzalia kiongozi shupavu. Maumba ni kiongozi shupavu, mwenye heshima, msikivu. Naombeni sana familia, endeleeni kutunza nyota hii. Chama kinaiamini, na amina ninyi pia mnaiamini. Kwa ndugu yangu Maumba, naomba nitangaze rasmi tena kwamba utakuwa miongoni mwa viongozi bora, viongozi wa kutumainia, kwa sababu namna ulivyoweza kuunganisha watu, ni dhahiri wewe una kipaji cha kuunganisha watu. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Lakini kabla sijamaliza, nimeambatana na viongozi mbalimbali. Katibu wangu wa mkoa alikuwa ananiambia kwamba alitamani sana na ikumbuke kwamba mimi naitwa Jonathan, lakini mtoto wake amempa jina langu mimi. Kwa hiyo naomba niseme nitapanga siku rasmi kwa ajili ya kutoa zawadi kwa kijana ambaye anatumia jina langu. Hiyo natoa ahadi, natakuja na zawadi ambayo inafanana na mwanangu na mimi mwenye kama ndiye. Hapo vipi? Hapo vipi? Kwa Maumba, naomba nikombe, endeleza moyo huo, endelea na mwendo wa upendo. Na nilikuwa naambiwa huyu bwana ni msanii. Kwa kweli jambo hili ni kubwa, na sijui hata nitoe pongeza kiasi gani, kwa sababu nimeambiwa huyu bwana ni msanii, amekuja kwa sababu ya kumsupport Maumba. Hiyo inaonyesha namna ambavyo Maumba ni mtu anayeweza kuishi kwenye jamii yoyote. Bro, shukrani sana, mpeni support kijana, sisi chama tunamtegemea. Baada ya kusema maneno hayo, naomba niwashukuru sana, lakini maliza kwa kusema people. Nawashukuru sana. Asante. Nashukuru sana mheshimiwa sana mwenyekiti wangu wa mkoa Mheshimiwa Jonathan Bawenye kwa heshima kubwa ya kusamini siku yangu ya kuzaliwa na kuja ukiongozana na katibu wa mkoa Mheshimiwa Nasra pamoja na viongozi wa wilaya na wakata. Karibuni sana. Asante. Okay. Asante sana. Maumba, Joe gani? Atatakiwa kupoa. Karibu tuendelee na mziki. Sije. Asante sana. Asante sana. Unajua, mimi nataka niseme kitu kimoja. Nataka niseme kitu kimoja ambacho kila mtu kitamweka sawa. Mwenyezi Mungu aweza kukunyima kila kitu. Uongo?
Mwenyezi Mungu hawezi kukunyima kitu. Kwa mfano kama mimi wakati nazaliwa mimi wazazi wangu walinipeleka shule. Na waliponipeleka shule kiukweli nilikuwa nakaa sana juu ya mikorosho. Nimekaa sana kwenye mikorosho kiasi ambacho nafsi ilikuwa inanisuta. Na nafsi inanisuta wakati wa mtihani wa darasa la 7 ulipofika. Nikajaza ninavyojua mimi kujaza, lakini siku moja pale shuleni kwetu kwenye siku ya graduation walikuja wazungu. Walipokuja wazungu, kutokana na machachari yangu na ushakunaku wangu, wakanicheua mimi kwenda zao Ujerumani. Nasoma naandika. Wazungu wao wakaniteua mimi kaenda zangu Ujerumani. Pale Ujerumani mimi kutokana na akili zangu nazijua mwenyewe, nimepewa kazi ya kufuga kuku. I can't believe my nose. Wale kuku walikuwa wanatumia lugha ya Kiingereza. Wakienda ndani kwa Kiingereza na wakitoka nje kwa Kiingereza. Mheshimiwa mgeni rasmi, kusoma tunataka tuwe na IQ kubwa sana. Sasa wale kuku siku moja wakavunja banda. Walipovunja banda wale kuku walitoka nje. Baada ya kutoka nje wale kuku, mzungu akatoka huko. Hey, you chilling? Kaambia yes madam. Umeona kuku wamevunja banda kwa Kiingereza hiyo? Nikamwambia madam, ndio nimeona. Tusikilizane basi. Kwa kweli. Sasa wale kuku walipovunja banda na kutoka nje, natakiwa niwaingize ndani, na wale kuku lugha yao kubwa sana ni Kiingereza. Cha kwanza nikawaangalia wale kuku. Alafu nikawauliza swali. Hey you chicken. Kuku nikaanza kuwasikia. Kuna nini? Kuna nini? Nikamwambia quiet, kuku wakakaa kimya. Sasa kuna mmoja alikuwa pembeni, kuku anaanza kuuliza, sio mimi nikamwambia quiet. Alafu nikawauliza swali wale kuku. Hey you chicken, why to say mnavunja lini my bundles? Baada ya hapo nikamwambia okay, open the door, shut the window. Kuku wote wakaingia ndani. Upo nyenyo? Tena kazi ile wangu. Asante. Hatutaki kupoa sana kwa sababu mgeni rasmi ameshatoa neno, na mgeni rasmi anapotoa neno basi hiyo ni sheria, si ndio? Sasa hivi tunakwenda katika ukataji wa keki. Hii keki inakatwa na kuliwa, na katika ukataji na kuliwa haiwezi ikaliwa bure. Kwa hiyo watu wa keki, DJ, mama uchomeke wa mishumaa. Iko mingapi? Miwili. Mbona umegeruza wewe? Soma chomeka tu basi. Sawa. Yaani mwanamke ana miaka miwili. Miwili wapi? 2000. Haya. Hizi taa zingezimwa afu zingewashwa haki ngoko tamu sana. Kamera wangu ndio usogee usipige picha mbali, tukio muhimu sana.